Nani? Sijamfahamu kiukweli, ila achana na tutakuwa tumemsaidia pia. Vipi? Amekufanya chochote? Pole. Pole sana. Malaika nakuita, malaika nakuita. Tondokeni. Tondokeni. Malaika Sonia, kiukweli umenikwaza sana. Lakini kwa sababu huyu ni mtu wangu wa karibu, ni mwanangu na tumetoka mbali, acha tu nikuache. Ila nakupa angalizo. Endapo nitasikia siku nyingine una mpango mbaya juu ya Angel, nitakufanya mbovu. Nadhani umenielewa. Kaboma. Na mimi na cha kuongezea hapo. Sonia, kama wewe umeachana na Joel na hauna tena mahusiano naye, haina haja ya kuendelea kumwata kiu binti. Tena ikiwezekana muombe msamaha mwenzio. Okay, nimeelewa. Ila kuomba msamaha siwezi. Ni kweli binti nilimkuta na mtu wangu. Na hayo yote niliyoyafanya ni kwa sababu ya maumivu nilokuwa nayo. Najua maumivu ya mapenzi. Na naelewa kwa nini ulifanya yote hayo. Na pia mimi nimeshakusamehe. Kwa sababu Joel alinitongoza mwenyewe na hakuniambia kama na mwanamke mwingine. Boy, sogea. Mbona nipigie kelele saa hizo usiku? Shida nini? Yaani uko nipo toka sio pazuri. Ningeacha kwanza niingie ndani alafu nitakueleza kila kitu. Uingie ndani kufanya nini? Huyo mtu ambaye unamtegemea ambaye ni rafiki yako nishamfukuza huko ndani. Sikujui, kunijui, naomba uondoke. Sasa kwa nini umemfukuza Joeli? Haya ni mambo yangu private. Basi Shem, ni kwa basi naomba nilale tu kwa usiku wa leo afu kesho mimi nitafanya mambo yangu mengine. Unaona kwa maneno uelewi, ngoja kuoneshe vitendo. Shem. Shem. Malebo, Naifat, kitendo kilichotokea juzi kimenisikitisha sana wajukuu zangu. Watoto wa baba mmoja mama mmoja, mnafanyana mambo kama yale kweli? Nyingine hatujalimaliza la mama yenu hospitali, mnalitafuta jingine. Hivi juzi ingetokea kaka yako amekufa pale, ingekuwaje? Ni watoto, mnataka nifanye nini bibi? Niwapende vipi wajukuu zangu? Na we Malebo, badilika mjukuu wangu. Kwani siku hizi umekuwaje? Mbona sivyo nilivyokuzoea mjukuu wangu? Au ndo hizo bangi? Sasa kama mmenielewa, naomba mshikane mikono. Bibi, mwana mjukuu wako. Unaona dharau zake? Naifuata mjukuu wangu. Nimesema tulimalize hili. Kwa nini mtaki kunielewa? Hata kama kaka yako amekukosea, haipaswi wewe kuchukua kitu cha hatari ukampiga nacho huyu. Unajua juzi ulikuwa unamuua kaka. Sitaki hiyo tabia jirudie tena. Sasa Malebo, naomba ukalete zile pesa
ambazo za kitanda na godoro, ili uje umpe dada yako. Tumalize kabisa, tuende vizuri wajukuu zangu. Bibi, zile pesa nimezidondosha wakati nakuja hospitali. Mimi sina hela. Umezidondosha? Marebo. Yaani nasikitika sana. Naumia. Pesa zote umezidondosha. Ili unategemea tutafanya nini kuhusu hizi pesa? Uko serious kabisa hicho kitu unaniambia mimi hela nimezidondosha? Sasa nasema hivi, swala la kudondosha unalijua wewe. Ulichodondosha ni pesa zako. Naomba pesa ziletwe hapa, ili umkabidhi dada yako, maisha mengine yaendelee. Ili mama yenu akisikia hili, si ndio itazidi pressure hapa, atazidisha pressure. Mnataka afe hospitali, si ndio? Fanya haraka. Fanya nilichokwambia. Sawa, mimi nimekuelewa. Kuna vitu vyangu naenda kuviuza. Alafu ndio nitaleta hiyo hela. Naomba ufanye hivyo. Asipoleta hizo pesa, atanitambua mimi ni nani. Nimeshachoka unyonge. Wewe unafanya nini? Nimesema nenda kalete hizo pesa jioni ufikisha hapa. Sitaki matatizo jamani, sitaki matatizo. Hebu niacheni. Nakumaliza fala. Kidaba, zinduka basi. Mbona kufa? Msera afi. Na akifa hanuki. Na hata akinuka ni marashi tu afuata anajipulizia. Sasa nataka nikuulize mwanangu, askari wangu. Mimi nimekupa ukofuteni na utawala. Nimekupa ubaharia ukanali. Wewe jeshi. Nataka unipe maelezo mazuri ili tuelewane. Imekuwaje watu wanaondoka kwenye dambwi na dambwi linabaki wazi, dambwi liko tupu, na unajua bila dambwi sisi hatuwezi kula, hatuwezi kuishi, hatuwezi kusimama. Sikia Chuma, kwa hili ni kweli mimi nimezingua. Mimi nilikuwa nipo kwenye situation ya kumbaka yule demu. Jamaa ndo akawa ameingia, na kibaya zaidi wameingia na Chuma. Mimi nimekimbia kuokoa uhai wangu. Kidaba, kimya. Unanisaliti. Mimi mwenyewe unajua kabisa nilikufundisha jinsi ya kukwepa risasi. Kwa nini ukwepa huku na huku? Ukatuliza kijiwe. Ukaacha watu wameondoka. Tunaishije bila dambwe kuwa na watu? Okay, sikia Chuma. Kwa hili ni kweli nimezingua. Lakini wewe kama Chuma, wewe kama chief, pitisha msamaha wako, tukae chini tuyajenge tujue tunafanyaje. Narahisisha. Bado maswali kwangu ni mengi kwako. Kama Kaboma alikuja na Chuma, alikuja kumchukua Angel. Sasa niambie Makoti yuko wapi? Kiukweli mimi nilivyokimbia mle ndani, nimemwacha Angel na Makoti, na sikujua ni kitu gani kiliendelea mle ndani. Umezingua sana mwanangu. Katika misho ulizozingua na hii ningekushuti. Sasa Kaboma mimi nitamalizana naye. Anakuja hapa Matulanga. Matulanga anakuja hapa. Lakini cha kuzingatia, hakikisha usimtoe huyo nyani mzee kama Matulanga hajakupa 300 na tambo.
Samahani dadangu. Mimi sio mtu mbaya. Kuna watu huko wananikimbiza wanataka kuniua. Tafadhali naomba msaada wako dadangu. Wewe nani na kwa nini unataka kukua? Mimi naitwa Makoti. Yaani mimi sijafanya chochote, sijui kwa nini wanataka kunifanyia hivyo. Wewe nakuomba tu nisaidie. Nakuomba. Mguu ulikuwa ni wa kwenu. Nikajua leo anataka kunibia tena. Sikia, mimi nimemfuata ndugu yangu. Sasa mzee, tulikubaliana nini? Tulikubaliana kuwa lete tambo na ila 300 tukachie ndugu yangu. Unakuja vipi kuna mitupu? Hatuwezi kumwachia. Sikia. Tambo lako lipo, pesa zako zipo. Ila nachotaka ndugu yangu awe salama. Usofu kosoelo. Tetezo hilo. Sawa. Sasa nisikilize. Nitampigia simu Chuma akukabidhi huyo mwanao. Sikia wewe mshamba. Mwelekeze na wewe Chuma. Mpaka saa 1 ndugu yangu nimkute nyumbani. Kila kitu chenu mmepata. Amna noma. Pole sana Angel. But next time you have to be careful. Ili sije kajirudia tena shida kama hii. Ndio maana huwa anakuambia utakiwi kuingia katika mahusiano ambayo yaliyo serious. Wanaume huwa wana kawaida moja. Uwaga hawasemi ukweli mpaka pale wanapotimiza malengo yao. Haswa. Nimejifunza katika hilo. Asanteni sana pia kwa ushirikiano wenu. Hakika nyinyi ni wanangu wa faida. Usijali Angel. Sisi ni kama familia sasa. Na jambo lolote litakalokuta mmoja wetu, basi ni lazima kusaidiana. So Angel, tupo pamoja. Mimi natoka. Wewe unaenda wapi tena? Sasa nilikwambia kwamba jioni nitatoka au? Okay. Nae. Kweli. Bye. Karibu sana show yangu, ndo hivyo. Hello. Fresh. Unajua nini Angel? Unajua mpaka unaokolewa ni jitihada zangu ndio zimetumika. Lakini pia kingine, naomba unisikilize. Nilikuwa naomba appointment na wewe leo usiku. Sio kwa ubaya. Ni mambo mema tu, lakini pia naomba usifanye mambo kwa magumu. Naomba unikubalie. Nitafurahi sana kama utakubali. Usiku ndio nimekuelewa bosi. Kwa hiyo nilikuwa naomba msije mkaanza kikao kabla mimi kufika ili tujadili wote kwa pamoja. Asante bosi wangu, asante. Namba simu yako. Scoopy. Kwa nini unanikatalia kushika simu yako wakati simu yangu unashika unavyojisikia, unapekua popote unapotaka? Why simu yako inakuwa mgumu kunipa? Nilikuwa naipekua simu yako na naingia kila sehemu ambayo nahitaji kwa sababu ulinikabidhi, ulinipa.
Kwa hiyo kama ungekuwa utaki basi usingenipa. Ulinipa na ndio maana nikafanya hivyo. Kwa mimi sikupi. Tuongee lugha nzuri tu, tumuepushe shetani apite. Baby, sweetheart, my love. Nimejisikia leo kushika simu yako. Naomba nichezee ninapojisikia. Nashika leo simu ya mpenzi wangu. Nachekesha. Basi mimi naomba nitumie lugha nzuri kwako. Baby, sihitaji nikupe simu yangu. Ukome. Koma kuizoea. Koma! Shenzi wewe. Sasa kwa mara ya mwisho naomba simu yako. Kwa mara ya mwisho sikupi. Naomba simu. Sikupi. Mkago naomba simu. Sikupi. Naomba simu. Yes, acha simu. Wewe Sonia, usipasue simu. Niue. Yaani Sonia nitakuumiza. Nitakuumiza. Nitapasua hicho kichwa. Pasua. Simu sikupi. Unataka kunizoea? Simu sikupi. Achia simu. Sikiliza nikwambie. Acha mazoea na mimi. Sitaki. Usiweke mazoea kwenye simu yangu. Achia simu. Utakukanyaga mshenzi wa tabia wewe. Wewe. My phone is private. Uweze ukashika simu yangu bila ridhaa yangu. Mimi ni mwanaume, nina mambo mengi sana. Ama nani ananiambia mimi? Kumbe naongea na nani? Na kwenda nyumbani kwangu. Nikijisikia kuchuja nitarudi. Sawa sawa. Hauna adabu. Mkango ama nani ananiambia mimi? Mkango! Mkango! Acha kulita. Sikutamani amekuwa hivi na sikudhani ningeishi hivi. Najua Mungu anajua haya nayopitia, ipo siku nitashinda. Jua mvua imeniangukia, mina kesha na dua. Unajua kiukweli mimi niko nakupenda sana. Ila kwa sababu umeshasema tubaki kwa marafiki, haina budi mimi kulikubali hilo. Lakini niko nakupenda sana. Yaani kama ndo ungekubali basi. Sawa, lakini ukitaka tunamalizana. Yaani wewe fala wewe. Hapa ndo nyumbani? Na wewe kaaba kiume hapa ndo ofisini. Wewe unaniita mikaba? Nimekukuta ba. Sonia tuheshimiane. Wewe unaniheshimu? Sonia tuheshimiane. Unasemaje? Wewe unatakaje? Semaje? Wewe unatakaje? Angel, unafanya nini hapa na Mkango? Nilikuwa nampa company tu, hamna kitu chochote kinachoendelea. Unampa company? Mimi ulinipa taarifa. Nilimpa company tu. Ongea kama ulipokujichagua hapa na mume wa mtu na unaongea ni vitu gani hapa? Aliniambia tayari ameshaongea na wewe. Mkango, kutoka na Angel pasipo kunipa taarifa, tafsiri yake ni nini?
Lakini mimi si nilimpigia simu akawa patikani. Alafu kingine kawaida tulikuwa tunacheza tu. Hakuna baya. Si unaona mwenyewe hapa umetukuta guest bro. Mimi mbona mtu mzuri sana. Hivi kwa nini unapoteza muda wako? Wewe ushamfumania mke wako, piga huwa tukazike wenyewe. Alafu mimi wasitembe. Sasa nakwambiaje? Umetabia moja Mungu wa manyoya. Naomba uniambie hapo uko fanya nini? Hata ukisimu. Nipige. Ipo ajivunia nini wewe? Unapandisha kisukari, si ndio? Unapandisha kisukari, si ndio? Sasa nakwambiaje? Hapo leo nakwambia hayaishi leo wala kesho. Ukweli ni kwamba amebadilika sana, kama unavyojua tena mambo ya utandawazi. Kwa hiyo sasa hivi nimekuwa najitahidi sana kutumia nguvu kubwa sana kumbadilisha, kitu ambacho kinakuwa hakiwezekani tena kwa sasa. Kwa hiyo amekuwa hana sifa tena za kuitwa mke. Na hizo tabia ukweli ni kwamba ameziga huko ambapo alikutoka. Kwa hiyo kosa kubwa tayari nimeshalifanya ndugu yangu. Sina jinsi. Kwa ndio hivyo ndugu yangu. Nimejifunza sana kwa kosa ambalo nilifanya. Siwezi tena kuruhusu mwanamke ninempenda kwa mbali. Ni mara chache sana mtu aliyekuwa katika mafanikio akakumbuka mahusiano yake. Hilo ni gumu sana. Tumwombee malaika afanikiwe na baadaye akumbuke kurudi katika mahusiano yake. Malaika nakuita, malaika nakuita, malaika nakuita, malaika nakuita. Haya ndo mapenzi, mapenzi, haya ndo mapenzi, mapenzi, haya ndo mapenzi. Unajua nashindwa kukuelewa unavyosema pesa zote zimeibiwa, ilhali umeanza biashara leo. Isitoshe mimi nina matatizo, nilikuwa nasubiria hiyo pesa ili nielekee hospitalini. Unadhani mimi nafanyaje katika hilo? Mambo unisamehe sana. Unatokea kama bahati mbaya tu. Kana hida itajirudia tena. Nakuomba sana. Nenda tuongee kesho. Kwa sasa siko sawa. Naifati. Mimi kama nilivyokuelezea, sina sehemu ya kuishi. Nitalala wapi? Basi naomba unihifadhi tu niwe nalala hapa, afu mimi nitatafuta biashara nyingine ya kufanya. Siwezi kuamini kwa haraka kiasi hicho. Kama utahitaji kukaa hapa, itanilazimu niongee na kakaangu kwanza. Atapo nijibu, nitakujulisha. Lakini kwa leo haitawezekana. Itabidi tu uende. Sawa. Lakini samahani, naomba nikuulize swali moja. Hivi unamfahamu Jiven? Ndio nani na anakaa wapi? Anapokaa msifahamu. Una picha yake? Hapana, sina. Nitamfahamu vipi? Maana hapa da
Wapo Jiven wengi sana. Mimi naona tu wewe uende, tutaongea kesho. Kwa sasa itabidi niwahi hospitalini. Nenda. 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 Oh, nenda. Marebo, mama yako yuko ICU. Hali yake ni mbaya sana. Amewekewa oksijeni. Lakini kabla akijamkuta chochote, alinipa usia wa maneno yafuatayo. Kwanza, mpendane wewe na dada yako Naifat. Lakini la pili, amekusamehe kwa yote yalotokea, lakini uwe baba bora kwenye familia yako, kwa sababu wewe ni kioo cha jamii inayokuzunguka mjukuu wangu. Lakini la mwisho, aliniambia nije niseme ukweli kuhusu baba yenu. Ukweli gani huo bibi? Unamfahamu baba? Hapana. Baba yangu simfahamu. Hata tulipojaribu kumuuliza mama kuhusu baba yetu, hakuwa kutupa majibu sahihi. Mimi ninachokijua labda baba yetu amefariki. Na nilihisi huenda mama anatuficha kutuambia ukweli kuhusu baba yetu. Akihofia akituambia ukweli tutaumia. Hivyo simfahamu baba yangu. Baba yenu yupo. Aliwatelekeza mkiwa wadogo. Na alikwenda kuishi na wanawake wengine. Kitendo hicho kilituumiza sana. Na ndio maana mama yenu aliwachukia sana wanaume. Lakini kuachana haikuwa shida. Watu wanaachana. Lakini baba yenu alikuwa mkaidi pale anapoambiwa halete hela ya matumizi kwa ajili ya watoto. Na ndipo mama yenu akaamua kuwatenganisha kati yenu na baba yenu. Kwani alifanya hivyo sasa? Na yeye yuko wapi sasa hivi? Huyu ni nani? Huyu ni Hassan Makuza. Ni baba yenu mzazi, wewe na dada yako Naifat. Shemeji, ungekuja taratibu tungeweza kuongea kuliko hii hali uliokuja nayo. Nani shemeji yako? Yaani hivi nyumbani kwetu kwenye familia yangu, nani anakutambua kwa ni mume halali wa Naifat? Nani? Njoo nyumbani, toa barua. Uwe mume halali wa Naifat. Lakini sio hivyo unavyofanya. Hassan Makuza. Sasa unaenda wapi? Njoo. Mbona nije kiasira hivyo? Naifat, nataka kufahamu. Huyu mzee ndiye ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano? Na ndio huyu ambaye alikupa mimba? Ndio. Yuko wapi? Amesafiri kikazi.
Niambie, nampataje? Kaka, kuna nini? Mbona uko hivyo? Jibu maswali yangu bila kupepesa. Halafu pia nataka kufahamu, mama anatambua kuwa wewe na huyu mzee Bwana Hassan Makoza mlikuwa kwenye mahusiano? Nijibu. Halo bibi. Nini? Malaika nakuita, malaika nakuita, malaika nakuita, malaika nakuita.